Yaani hauwezi kuishi bila kubo dry. Kabisa. Umeshindwa kabisa kuishi bila kubo dry. Naelewa hivyo. Jamani, ni ngumu kama umezoea kubo dry na kutumia moto. Kuishi bila kufanya hivyo ni kazi sana. Lakini naomba usikilize video hii mwanzo mpaka mwisho, utapata kitu cha kukusaidia. Sawa eh? Mpenzi wa nywele, mambo vipi? Karibu tena kwenye chaneli yangu. Okay? Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, mimi hapa naitwa Grace Beams. Chaneli yetu inahusika na urembo asilia, yani natural beauty, kuanzia nywele zetu mpaka ngozi ya mwili mzima. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni, kitu cha kwanza kabisa, kama hujafanya yote yale, naomba usubscribe ili uweze kupata video zetu zote ambazo tunazitoa mara kwa mara. Yani ni mara kwa mara. Na kama wewe ni mwenyeji, basi karibu tena, kwa sababu mada ya leo inakuhusu kwa 100%. So, nimepigiwa simu na watu wengi sana wanauliza kuhusu ndawezaje kukaa bila kubo dry nywele. Mimi nisipo dry nywele zangu zinajifunga sana, nywele zangu zinauma sana, yani hata nikichana naumia. So, nawafundisha tusibo dry nywele. Tunafanyaje? Jamani, naomba angalia video hii mwanzo mpaka mwisho, itakusaidia kama wewe pia ni mohanga. Okay, kabla sijaenda mbali, kabla sijaelezea namna ya kufanya uweze kudumia nywele zako bila kuzibo dry, nitaelezea kwanza madhara ya moto. Guys, moto ni adui namba 1 wa ukuaji wa nywele zako. Yaani unavyo dry nywele, jua kwamba unaua nywele yako. Kivipi? Unavyokuwa na dry nywele, ule moto ule, cha kwanza kabisa, moto unaenda kuwa protini ya asili kwenye nywele zako. Hizi nywele hizi huwaga zina protini ya asili ambayo inafanya nywele iweze kuwa nzito, nywele iweze kuwa na afya vizuri, nywele isikatike ovyo, nywele imarike. Sasa unapokuwa na bow dry, automatically unakuwa unaua ile protini, unaichoma protini ya asili, hatimaye nywele yako inabaki na protini chache, au ukitumia moto mwingi sana unamaliza protini yote. Matokeo yake hata mwenyewe utakuwa unaona ukisha bow dry sana au ukipiga pasi nywele zako, matokeo yake nywele inakuwa dhaifu, nyepesi. Unaona eh? Na matokeo yake baada ya hapo nywele zinaanza kukatika zenyewe kwa sababu tayari ni nyepesi. Yaani ni zinakatika zenyewe kiasi kwamba hata ukienda kusuka nywele labda rasta au hata nywele za mkono, utashangaa zikisuka suze nywele zitakuwa zinatoka. Unakuja kusema huyu fundi ana mkono mbaya, nywele zangu zimekatika, zimefanya. Kumbe mwenyewe the more unavyo bow dry nywele zako, unafanya nywele zako zinakuwa dhaifu. Hatimaye nywele yako hata ikitikiswa kidogo imetoka, ikivutwa kidogo imetoka, ikifanya hivi kidogo imetoka, imekatika. Kwa hiyo moto ni adui namba 1 kwenye ukuaji wa nywele zako. So, kama uko addicted na mambo ya kutumia moto, utaona nywele zako zinabadilika, zinakuwa nyekundu, hiyo ni lazima, zitakatika, hiyo ni lazima, na zitakuwa chache. Sawa mpendwa? So ufanye nini ili uweze kuhudumia nywele zako bila moto, au walau hata utumie moto mara 1 kwa mwaka? Unaona, sio mara kwa mara, hata mara 1 kwa mwaka inatosha, na ukadunda nywele zako vizuri tu. Cha kwanza kabisa nataka uweke kichwani kwako kwamba moto ni adui namba 1 wa nywele zako. Unajua lazima ujue moto ni adui. Na adui ndiko ishi naye kwa akili. Kwa hiyo ishi na moto kwa akili. Sawa moto ni adui namba 1 wa nywele zako, kwa sababu ndio unasababisha majanga yote kwenye nywele zako. Moto inapoteza unyevu wa asili kwenye nywele zako zinakuwa curve automatically. Zinakuwa nyekundu na kukatika ovyo. Sawa unatakiwa kalili hilo swala. Cha pili, unatakiwa kujua kwamba ili uweze kuokoka au kuokoa nywele zako kwenye masuala mazima ya kutokutumia moto, nywele zako zinahitaji unyevu. Unyevu ndio key namba 1 ambacho nywele zako zinahitaji ili uweze kusurvive. Je, unyevu kivipi? Unyevu inamaanisha kwamba unyevu ndio unafanya nywele zako zisiume, zisijifunge na wala zisikakamae. Sawa So, wewe unatakiwa kuwa na vitu vifuatavyo. Cha kwanza, unatakiwa uwe na spray bottle, chupa kwa ajili ya kupulizia maji kwenye nywele zako. Cha pili, inabidi uwe na leave-in conditioner bora, na sio bora leave-in conditioner, kwa sababu hii hapa ndio moisturizer au kilainishi kwenye nywele zako. Sawa ukikosea hapo utakuwa umekosea pakubwa. Inatakiwa uwe na mafuta bora ya nywele, uwe na shea butter au hair butter yote nzuri ambayo itafanya itunze unyevu kwenye nywele zako. Sawa, hivyo ndio vitu vikuu ambavyo unapaswa kuwa navyo kwa zoezi zima la kusahau matumizi ya moto kwenye nywele zako. Unapaswa kufanya nini? Cha kwanza kabisa, kwa mfano ndio umeosha nywele zako, si ndio? Umeosha leo nywele zako.
Sasa badala ya kwenda kublow dry nywele, unachukua bidhaa zako zote hizo ambazo nimezitaja, unaenda nazo saluni. Sawa mpenzi? Ukishafika saluni, umeosha nywele zako, kwa mfano wewe uweze kujihudumia nyumbani. Umeosha nywele zako vizuri, kinachofuata unamwambia, unamfundisha yule mtu saluni, maana sio kila mtu anajua kufanya vitu kama hivyo. Sawa Mwambie, umeshaosha nywele, okay tayari. Haya, naomba unipake hii leave-in conditioner. Atakupaka leave-in conditioner. Tena ni vizuri akate mafungu. Yaani akate mafungu kwa mfano manne, apige mstari hivi na hivi, iwe 1 2 3 4. Apake leave-in conditioner kwenye fungu la kwanza, si ndio? Anapaka vizuri leave-in conditioner. Leave-in conditioner bora, ukipaka tu nywele zako zitakuwa laini sana. Kama leave-in conditioner yetu sisi hapa, ukipaka tu wala usubiri baadaye wala sangapi, automatically nywele zako zitakuwa ni laini. Unaona laini, yani hata vile vifungo vinakuwa vishaisha. Kwa hiyo atakupaka fungu la kwanza, la pili, la tatu na la nne. Akishamaliza kupaka atakuchambua tu kwa vidole vizuri, kwa vidole tu vizuri. Akishamaliza kupaka leave-in conditioner, atakupaka mafuta. Maana mafuta bora ya nywele, kwa mfano mafuta yetu ya Hebo Hair Growth Oil, mafuta ni ujiza, mafuta ya maajabu. Tazama shuhuda zake hapo, watu ambao wanafurahia mafuta yetu. Atakupaka mafuta kwenye fungu la kwanza, atakupaka mafuta kwenye fungu la pili, la tatu na la nne. Na baada ya hapo atakuja kumalizia kupaka African Shea Butter au hair butter ulionayo. Kwa mfano sisi tuna African Shea Butter bora sana kwa matumizi ya nywele zako. Usisahau ukavu wa nywele. Kwa hiyo utapaka hiyo butter kwenye nywele zako vizuri, mafungo yote manne. Baada hapo atachambua hizo nywele kwa vidole. Tayari nywele zako zitakuwa zimejifungua, popote ambapo zimejifunga pamefunguka. Nywele zako zimepoteza ule ukavu. Nywele zako zimerainika. Nywele zako yani, oh my god, siwezi kuelezea sana, lakini naelewa una feel that feeling. So, ukishamaliza hapo utachukua kishanuo. Make sure haturuhusu sana kuchana nywele zako, lakini nywele ikiwa ina unyevu hata ukichana haikatiki kirahisi. Naenda kwa umetumia bidhaa bora, hata vile fundo vya nywele vimeshatoka, si ndio Kwa hiyo tumia kishanuo cha plastiki. Usitumie kishanuo la mbao. La mbao linawezekana na michubuko sehemu. Ukichana ile michubuko inakamata nywele zinakatika. Kishanuo la plastiki ni kishanuo ambacho tunaipendelea sana, kwa sababu hata kama ukichana, hata kama sehemu ni ngumu vipi, inaweza kishanuo inaweza kapinda likapita sehemu ile bila kuharibu nywele yako. Kwa hiyo mwambie achukue kishanuo la plastiki, akuchane fungu moja moja. Sawa Akuchana fungu moja moja pole kwa sababu tayari nywele zishalainika, kishanuo inapita mpaka chini lenyewe moja kwa moja. Anakuchana mafungu yote manne. Baada ya hapo atakupaka mafuta kwenye ngozi ya kichwa, mafuta yetu kwa mfano ya Hebo. Anakufunga mabutu ya uzi. Mabutu ya uzi jamani, hata mabibi zetu zamani pia kwa wanafanyaga hivyo. Ni ananyosha nywele. Mimi personal nywele zangu zimekuwa mpaka hapa zilipofika kwa sababu ya kufanya hivyo. Niliacha moto jamani, niwa muhanga wa moto mimi. Na hivi nilikuwa na nywele ambazo hazikui, kwa kipipili sugu, kipipili kuntu ambacho hakipita miaka 5, nywele hazibani. Jamani hizo nywele zangu. Ambao mnanifahamu tangu zamani mnajua nipotoka. Hizo nywele zangu hapo kama mnavyoona nilikuwa nimepiga pasi. Sijabo dry. Nimepiga pasi ilikuwa ina miaka 3 au 4. Nimepiga pasi ili wao niweze kubana. Kwa hiyo maisha yangu ilikuwa ni pasi. Nikienda saluni naosha pasi. Nywele zinakuwa nyepesi kama ninavyoona. Twepesi twekundu, hatukui tena, tunakatika, hatueleweki. Unaona Kumbe nikasema okay, at least nimebana nywele ndio hizo hapo. Nilipokuja kuacha nikaja kwenye natural hair. Nikaanza kuhudumia nywele zangu natural. Kama ninavyokuelezea hapo ndivyo nilivyofanya. Wala sikuelezea vitu vya mtu mwingine, ni mimi personal. Hiyo ndo safari yangu ambayo nimeipitia mpaka hapa nilipofika jamani Mpaka hapo nilipofika. Nywele zangu zimepitia mengi. Nywele zangu ndo hizo hapo. Nywele zangu ndo hizo hapo. Kuna watu hawaniamini na kuna watu hawaamini. Kuna watu hawaamini kabisa kwamba nywele zangu zimebadilika na zimekuwa na afya bora. Especially ndugu zangu. Wanasema okay, kuna kitu kingine hapo umetumia. Maana mimi nilikuwa ni mtu ambaye nachekwa na kila mtu, sio tu shule. Hata nyumbani walikuwa wanaamini mimi nina kipilipili Pro Max. Hakikuwagi. Naweza nikanyoa leo, nikanyoa baada ya miezi 3. Na penyewe ni zile za kunyoa tu mradi, kwa sababu tunatakiwa ni nywele zimekaa kama vinzinzi kichwani. Unaona ndo mimi hapa. Lakini leo tazama nywele zangu. Tazama nywele zangu. Tazama nywele zangu. Tazama nywele zangu. Jamani, moto ni adui namba 1 wa nywele zako. Hakikisha tu una bidhaa bora. Ukosea kwenye bidhaa hautopata matokeo mazuri. Na kwa wale ambao mnahitaji bidhaa bora kutoka kwangu mimi kama muhanga na pamoja na nywele,
Wasiana nasi kwa namba ambazo zinapita hapo. Ukinunua bidhaa kwangu, nitakupatia ushauri bure. Nitakupa ratiba matunzo ya nywele. Nitakuelekeza nini cha kufanya uweze kufikia malengo yako. Cha muhimu ni kujitoa na juhudi. Unaweza kupata bidhaa lakini usipofanya juhudi binafsi hautopata matokeo mazuri. Na usipojikubali hautopata matokeo mazuri. Kwa hiyo cha msingi ufuate vile ambavyo nitakushauri mimi na nitakupa njia zote ambazo nimetumia nawe pia utapata matokeo mazuri. Karibu sana. Amini kwamba hakuna nywele ambayo haikui endapo itatunzwa kama yangu mimi ilikuwa. So nakupenda sana. Bye. Mpaka siku nyingine.